nataka nikupatie ma top scorer wa football sasa unisaidie hapo sasa kurank. Nipe Drogba. Okay, ni sawa. So Drogba tu acha kule hiyo 7 ilikuwa. Sawa. So tumebakisha moja. Lukaku. List yangu ulikuwa one of the big like companies. International nilikuwa najua niko set. Akajua hapa mbele kumepakwa. Mimi niko na wasiwasi ya nini na mimi najua na hadi jamaa mwenyewe ashani promise. I know people. Wewe fanya hivi, wewe leta mapepa za. Mapepa zako. Ndio ulikuwa unapata msiana feed data manually ama na track so data. Hata yako hujapatana na zile za Sasa zilikuwa zinaitwaje? Typewriter zilikuwa hapo. Uongo. Si zilikuwa. Akiuongo, I swear. Uongo. Zilikuwa. Hiyo ndio siku nilijua lunch haifikagi. Nilienda tu siku moja ngani nimerudi home. Wewe unasikia? Kaka. Naangalia time isongo unasikia tukoroga ndete hiyo. Ile. So nikuulize like hapo wewe kazi yako ilikuwa nini? Kubeba mawe. Wewe ni kazi yako, wewe hauna kazi. Kazi yako ni kazi yoyote unaambiwa. So man akisema unanga kazi specific kwa mjei. Kuna watu wako na kazi specific. Wewe unajua wewe sasa utaenda mjei. Wewe utakuwa fundi, wewe unajua hata kupiga msumari wewe. Unajua kumesha 3 feet ni ngapi? Ujui? Kwa hiyo hainajua definite. Lakini hiyo time uju na ni day 1. Hello everyone, welcome to SP Entertainment YouTube channel. With me here are two very very talented youths, very ambitious. Yani watu wamejituma, yani lazima tutafutia cabbage, si ndio? Yeah, so I'm gonna have tutaanza na atatuambia name hivyo alafu tutaenda kwa Michi. Yeah, for sure. Mimi naitwa Dennis. Ukitaka jina ya ID ni Dennis Opio Cheng. It's Opio but hakuna twin. Hizo ni zile jina za za area unachukua kwa babu and all that, you know. Yeah. Stuff, yeah. So basically Dennis Opio. Zingine utasema kama unataka professional side ama unataka the normal lifestyle ama unataka lifestyle zote, tuko hapa kujibamba and vibe and all that, So watu mtaani deno. Mtaa kuna jina zingine pia, ndio kwa maana nimekushow like inadepend ni gani umeuliza na setup. Inadepend ya code gani. Unajua si ni wale wase. Time fulani utakutana na mimi niko mtaani, vibe ni tofauti. Kidogo hivi unaingia kwa ofisi siku fulani umekuja interview unashanga boy na hii sheng yake ya ghetto tena. Ndio hiyo sasa. Sasa tena ni kama alifika area zingine. Ndio hiyo. Mimi kwa hivyo mimi mse na try ku adapt on every level but then also niko na nature kadhaa unacheki. Yeah. Sure. Alafu the lovely lady here. Majina zaidi ni Michelle Oko. Mtaa ananiita nani? Kuna jina ya mtaa. Michi. Tunakuita Michi. Yeah. Yes. Thank you for having me. Yeah, you're welcome. Aki leo na feel so blessed. Tumekaribia. Aki. Makafiti. Thank you. Thank you. Kamera yeziona lakini huko maviatu za rent zetu. Lazima tu uchoche, si ndio? Okay. So SP Entertainment is a dynamic company that seeks to empower the youth, trying to solve the percentage of unemployment. Mnajua tu vile huku nje ni kumoto. Yeah, sure. Yeah. So tunajaribu kusolve na ku network watu. Yeah. And our mantra is the Mufasa mentality. Wow. Yeah. So for nini tushamaliza, so I think I'll have you guys blind ranking. Unajua blind ranking? Hapana. So tuseme like the way I know you're into music and our viewers will get to understand that in a few. Okay. So I'll give you names of our talented artists, local. Oh, wow. Yeah, so
alafu utanipea huyu nampea namba hii hivyo sasa. Exactly. So that is blind ranking. So to begin with, Bensoul. Utampea namba ngapi? Kenyan industry, by the way, Soul Generation has actually kama John Trazote, as long as it's a good music na so impactful. So kama like Soul Generation wame impact in a very, very lively way in the Kenyan industry. Bensoul, I'd give him a solid 9. No, not like like tuna rank wote. Tuna rank wote? Yeah, so kama Bensoul utamweka kwa industry namba ngapi? Kwa industry. Kama ni hii generation yetu ako top. Yes. So tumpe namba 1. Hakuna vieke namba 1. Namba 1 baadaye relax. Tunaweza upgrade baadaye. Okay. Yeah, but a solid 2. Okay. So ukiwa umeka Bensoul hapo number 2, take Okello Max wapi? Okello Max, I feel like he has potential. He has so much potential. Siwezi mweka number. Okay, wow. I love Okello Max. I know. That is why I've asked you. I love Okello Max. I'd give Bensoul his flowers, but Okello Max I'd give him number 3 just cause. So your favorite unaweka number 3? Okay. Number 3. Very the storyteller. Mbona uko hivi? Like this. Yeah. But Mviri has been out for a while. I don't know the reason. Story ya mapenzi sana. Mapenzi mchanganya kidogo, but unajua unaona vile Jay-Z alienda for hiatus for a while, alafu okay. Maybe he's doing the same. Mtu anaweza come back. Anyway. Hope ata come back vizuri. Tuko na wangapi hivi ndio ni general? Ni 10. 10. Yes. 10. Yes. Number 4 basi. Number 4? Acha tuwe number 4. Okay. Bien. Number 1. I thought he would be in the lineup, but acha tuwe number 1. Every song he's actually in. Every single song. Okay. He owns it. Tuseme he owns it. Sema tu juu amekuwa kwa industry for a while, but Ben, so kwanza alifanya moja na Fally Ipupa. Sasa tuachie hapo. Ilikuwa hatari. Tuende sasa kwa watendawili. I'd give them 5. They're still coming up. Okay. Wanakuja na ubaya sana. Hawa na Okello Max hivi. Savara, I'm not quite a fan. Mi si fan wa Savara sana. Au wengine. So tumeketa hapo. Wacha tuendelee wakijipanga hivi. Nilikuwa ushanimpangia. Wacha tuendelee kujipanga hivyo. Otile, mtu wa mapenzi. Kuna Willy Paul hapo. Tutajua tukisonga. Otile, acha tumeke number 8. Number 7, acha tuiache open. Let's leave number 7 open. Okay. Mabongo. Arrow boy. Acha tuwapangani hivyo. Number 9. So tumebakisha number 7 na 10. Na 10. Yes. So nikuulize unaweka nani tumebakisha? Willy Paul. Number 7. Number 7. Alafu sasa wa mwisho Nyashinski. Oh, wow. Yeah, exactly. Tunaweza change. Dynamics. So umesema Nyashinski anakuwa number 10. Nyashinski anafaa kuwa number 2 hapo. Bien hatoki number 1. That is your guy. Yes, acha tu wekwe tu hivyo. Wajipange hivyo. Lakini Nyashinski wa mwisho. Hapo I have a bond to chew with you. Anafaa kuwa wa pili. Ni venye tu hauko umenipatia the list venye inafaa kujipanga. Yeah, but basically Nyashinski should be number 2 in my lineup. Sasa au wengine wasukume tu chini. Hivyo. Okay. So alafu Deno unajua wewe ni mtu game hivi. Wapi? So hata wewe nataka tufanye blind ranking. You're saying flani. Unajaza book by. It's cover. Unaweza dani hivyo kumbe mimi nakizaga kina Bongo. Huko vitu local kabisa kina Tony Nyadundo ushaisikia. By the way, yeah. Juma. Oh yeah. Lakini sisemi hivyo. Unajua ulizao au maartist. Already nilikuwa najaribu kupanga. So wangu ni sema. Sasa yako
nataka nikupatie ma top scorer wa football sasa unisaidie hapo sasa kurank. Na ujue watu wanaona. Kwanza wewe ni timu gani wewe? Mimi una support Chelsea, timu kubwa. Ungeuliza tu ma top scorer, unajua kwa kuuliza timu. Strikers of all time. So wewe timu zenu kwanza support your team fully. Na timu zingine unajua tumehold tu sahi juu kuisema out there ni normal. Manchester. Timu kubwa. Hakuna. Kwanza hii season unajua ni the biggest team in the world. Hakuna. Okay, I don't support it. I don't have a football team I actually support. Alafu kama unadai ukidai yenye inashinda ishinde, ukidai kuwa real fan, angalia mafans wa Manchester. Like we've been there through the ups and down like na hatuendagi. Unajua kuna wase wenyu huku hivi utasikia mseni wa Liverpool lakini yeye ni wa Liverpool time Liverpool iko top. Liverpool ikishuka huko chini tena ama tena unasikia ameenda Man City. Sisi tunakuanga pale tulikuwa tunamdescribe. Nakujua So nataka nikupewa strikers sasa. Tuanze na Cavani. So ni specifically strikers. Yeah. Okay. Cavani. Hadi Cavani ni deadly. Tunairank 1 to 10 also. Exactly. Cavani ni mzee lakini Cavani inaweza mpatia number 8 hapo. Number 8. Okay. Alafu Lewandowski. Kama Lewandowski ni deadly. Lakini kwa list yangu ama venye na anticipate venye hiyo list inakam. Naweza mpatia naweza mpatia number 5. Number 5. Okay. Ni Don na mti. Haaland. Okay, Haaland. Tukiongelelea specifically strikers, Haaland ni deadly. Yeye ni machine wa kufunga but according to knowledge yangu ya football being that nimecheza ball. Yeah. Mbali vile. Ukileta Haaland sasa timu kama Man U wata struggle. Juu najua yeye Haaland anataka timu ile iko fiti, City, Madrid. Okay. Ukimletea finish ana finish lakini yeye bado hawezi beba timu, hawezi mkompea na mtu. Hawezi tegemewa. Yeye bila machinery yako down. So nitampatia number 8. Number 8 go occupied na Cavani. Nitampatia number acha tu apile number 9. City ni maadui. Okay, Benzema. Karim. Yes. Karim nayo ni Don. Karim utampatia tu number 3. Okay. Kuna kufikiria sana. Suarez. Suarez ni Don. Hapo sio umeanza kunichanganya. Number 3 sijui mbona nimepatia Benzema. Cheki Suarez. Ule msee ni mnono. Ule msee anaweza chenga kila mtu na baada afunge. Na baada anajua kutafuta pena. Na ile pena yake si ati ya kukupea ya kubahatisha. Yaani kuna kitu inaitwa football IQ. Ule kijana yani anaelewa ile kitu. Yaani like unajua wase wengi hawajuagi but ukiangalia vizuri like kuna msee ako na football IQ like mimi nimecheza ball like kuna msee anaweza kutesa na si ati anajua tu kucheza ball, anajua kucheza ball na anaelewa. Yaani wewe before upige hii move fulani ashajua. So Suarez itampatia juu number 3 nilishapeana. Suarez itampatia number 2 wala. Okay. T Henry. Thierry Henry alikuwa striker kweli? Ni striker. Okay, siko. Thierry Henry alikuwa striker ama alikuwa attacking mid. Lakini tunazamweka tu kama striker lakini hafai kukua kwa hiyo rank V. But anaweza kula. Kuna area anaweza mrank vizuri lakini ndio amekuja hapo tunaweka number 10. Wow. Kama striker nayo. Acha kuletea kwanza. Alafu tuende Aguero. Kuna Aguero. Yes. Jamaa
one of my favorites. Sijui nilikuwa nimeweka nani ule number 3. Lewandowski. Lewandowski nilikuwa unataka kutoa number 4 kuna acha tuweke Aguero number 4. Okay. Aguero ana deserve number 4. Msee alikuwa mbaya. Msee alikuwa anapiga madabo hapo, De Gea anainua mkono ni kama amecheza. Okay. Na Giroud. Giroud. Giroud ni deadly ndio. Lakini kwa Premier League haku perform ile design yenye mimi ningemrank. Giroud ni deadly na ni legend, so acha kule number 6. Okay, so tumebakisha number 7, 1 and 9 amekula yake. Uko right. 9 alishakula yake kitambo. So nipe Drogba. Hapo sana nafikiria nani huyo hata amebaki. Drogba naye alikuwa mzee. Najua unashuku huyo mwisho utaniuliza mse Mdeli. Unajua kuna mse wangu na unangoja. Nashangaa juu nayo kama venye mimi namjua. Alikuwa winga ndio, lakini nayo career yake sasa ndo nayo akakue don, win vitu kadhaa. Alikuwa anacheza kama namba 9. Alikuwa master. Na hata mimi like wase wananijua kila mtu. Huyo ni idol. Mimi mwenyewe nilikuwa nacheza namba 7, 11. Okay. Zona ngoja sana kumsikia. So Drogba, Drogba nayo ni don. Ningekuwa nayo list sijanichanganya. Drogba nayo angekuwa hapo top 3. So akule tu yake namba 7. Chelsea, unajua hiyo timu ya wase wakata nini? Wase kwanza wanakuaga wase wa Chelsea. Kenye kuna game ya Chelsea wapigwe. Wewe jaribu kumekwa mamali, jaribu kuitisha ball tundudu. Hakunaga ride kwa app. Kuna kwa wamejaa. Amekasirika. Unatafuta unangoja hivi ride unasikia manzee amecancel. Sasa unatuongelea tu vibaya hivyo. Okay, ni sawa. So Drogba tu acha kule hiyo 7 yenye ilikuwa. Sawa. So tumebakisha moja. Lukaku. List yangu. Na venye tunaweza reverse. Lakini unajua, acha niwaambie kitu kimoja. Sasa jisikia kijitetea. Acha niwaambie. Mimi badha mimi ni fan wa Man U. Mimi sijaichukia Lukaku. Lukaku ni mzee. Lukaku ni mdedi kabisa. Jamaa ni deadly. Juu ukiangalia power. Kitu tu yenye ana tu ni mbio. Mbio na unajua hata striker huhitajiki mbio mingi. Okay. Unless wewe ni striker mwenyewe ni playmaker. Playmaker kama kina Mbappe, akina Cristiano. Actually nilikuwa nangoja utaje. Galaxy kuna wale ma striker wa kufinish. Unajua mse kama Lukaku, naweza mweka kama Haaland. Unaona? Okay. Joao ni wale wasiwezi tegemea Lukaku ati atakuja chenge watu nini. Yeye mwekee ball uone. Ama mweke 1-on-1 ama 2v1. Atakila. Lakini juu sasa hapo ndio ilikuwa imebaki. Acha tu wachukue lakini roho haijakubali jo. Imagine Drogba kwa namba 7. Imagine alafu Lukaku kwa namba 1. Lakini pia Drogba akiwa namba 7 siwezi sikia vibaya juu alikuwa aling'ara time yake kwa maadui. Okay. Wase wa Chelsea na yeye anakoga nimea. Ndio maana tu amekula namba 7 yake. Ya kule. Shimo bado like for everything amefanyia Africa. Kufanya recognized out there and everything. He's a legend. Like huwezi kosa kupatia msekao hiyo flowers wake. Flowers zake mimi. Sure. So ni venye list ilikuwa ya ku blind rank. So. Okay. Zeni jo. Sawa. So coming back to the corporate world. Kuna kuanga na the 5-year experience. Enye kila mahali ukienda like 5 years experience. What do you guys think about that, Mishi? Unfortunately. 5 years experience. Kwa job market. Ukienda interview unaulizwa experience. Mostly inakuanga the 5 years experience. Lazima tu ukienda utaitishwa experience na umetoka tu campus. You're just fresh out of campus.
like kuna meme fulani nimepatana nayo leo asubuhi. The meme ilikuwa the HR anauliza the interviewee, namuuliza na so tell us more about you. Why did you apply for this job? Okay. Mtu akamuuliza, si mnye mliupload job natafuta watu. I am here. Now fill me into that position. I am here. I feel like that is how inafaa kuwa mmeadvertise. Tumewatumia CV, nafaa go through it. And then sasa select to like 2 or 3, see a whole panel, mnakutana mkiwa watu 10 mpaka mna 10 at first, but your 5 years experience, it depends. Kama daktari, wako na experience bana. Ukweli. But ukiangalia saa hizi, 70% of watu wametoka campus hawafanyi kenye wamesomea. It's true. Like tulikuwa tunaongea in the morning tukisema we are in different fields zenye hata actually ni kama ni hata 95%. Ninajua wase wengi huko nje wako kwa shit yenye hata hata kwa ikada. Hata uko ifikiria. So umetoka na degree yako, umekaa 4 years, 5 years, umesomea something, unaenda job market, you're not even doing it. You're doing something else, of which you learn in the job. So wapatie watu time. Umetoka hata historia. Alafu one thing I know, they will always give you training. They will always train you there on the job. Yeah. So, kama kutakuwa na places zenye ama spaces, of which zina come up by the have seen a couple. Hapa Westlands zenye they take people fresh from campus. And then you're trained on the job. Okay. Basically umesomea hiyo job and you're actually being trained on the job. That is nice. Yeah. So if you're self-employed. What about you then? Unafikiriaje kuhusu the 5-year experience? Hiyo story nayo inakuwaga noma juu basically unajua mseka mimi ni mse nizasema nimeendu a lot kwa hiyo jani ya corporate world and like, try kusaka job. Unajua basically unapata mseka mimi way back in high school and everything. Like unajua obvious kwa family kuna mabreadwinner, kuna wasi wako huku kwa wasi wako kwa hiyo ofisi, so they be like wewe ingia kampo like wewe kabidi high school ingia kampo job takupiga connection. But then you know things tend to change, you know. Even if ulikuwa na budako fulani alikuwa kwa gava like unachokisa hii gava ni akasongo napata maybe vitu zimeswitchiwa ziko design nyingine tofauti, you see. So basically najua za mimi nikaa ile time nilikuwa kampuni nilikuwa najua nitatoka pale hivyo manze mimi niende si bro alisema secured plani ama unaona kwanza hiyo onyo kwao ni mafala au ni hadi siwezi hata ficha like tukiase hata umefanya nikumbuke story nyingine. Tuambie. So nikiwa mimi nimechopa hapa UN. Nikiwa tadia. Tulifaa kwanza attachments internship. Atacho ilifaa kwanza ilikuwa April, ilikuwa inaisha April, ilifaa kwanza Jan. So definitely unajua sisi mimi ni ile wasi tulikuwa naenda attachment within the semester, si ile alafu unafanya attachment yako. So niko hapo tadia nimepiga 3.1 nini nimerudi home hiyo tu, hata tukiingia hiyo 3.1 nishaanza kuambia cheki mimi kifika hapo January nitahitaji attachment. And that's mimi nilikuwa najua mse fulani within the firm. So the place yenye alikuwa na work walikuwa nalipa wase even for attachment ulikuwa nalipwa do poa like si ati do hivi ulikuwa nalipwa one of the big like companies international. Nilikuwa najua niko set akajua hapa mbele kumepangwa. Mimi niko na wasiwasi ya nini na mimi najua na hadi jamaa mwenyewe ashani promise I know people wewe fanya hivi wewe leta mapepa za mapepa zako. Mimi ni nani? Mimi si nikaishi huko hadi kwa dean nikachukua ma transcript zangu nini kila kitu uko on time hadi manze hata stories za ball staki. Unajua mimi sasa nilikuwa na weird like mimi nimekuwa na a lot of stuff to weigh like ni focus na hii ball ama nisome juu pia naona huku nisiposoma itakuwa family to everyone kila msee amesoma and all that they expect you to be job nini.
Junayo pia chance ya ball, chance ilikuwa mob sana. So unapata nilikuwa na struggle sana kwa nifanye ni focus na gani. Unachanganikiwa hadi unaona? So for me being that nilitakaga kufulfill kitu fulani ya mzee wangu before he passed away. Alitakaga mimi nisome. Okay. Like mini last born and all that. And then the most unfortunate thing ni mimi mzee alipass kama mimi ndo like hakunifunza niseme. Okay. Na bado mimi nilikuwa mdogo so nikiwa primary nini. My condolences kwanza. Ni vitu za dunia. So nilikuwa nakumbuka kitu fulani madhangu wa biologist alisemaga kwa watu wangu wote ni ndo budangu alikuwa mode ndo mwenye aliniacha naye kama hajafunza. Hao wengine wote amewafunza kwa mahali hata kama wengine hawajamaliza shule amewafunza. So sikuwa na daingi kuangusha ile like niliona madhangu akiongea. Hata kama nilikuwa mdogo like unajua ukishakuwa umegrow na unakumbuka na madhangu akiongea na stuff. So nikasema genye sio alitaka gani chop. So huwezi angusha madha. Stories of ni focus. So hadi mimi hiyo time Juadi nakumbuka historia futi ilikuwa inalitaga maneno huko. Jo ataki nini. Wanaona unaweza enda hiyo side. Niko na injury nini. Nasema wewe hapana. So hadi nikaambia go mse. Hadi saa hii ball. Nimepiga break. So pepa nitakuletea. Wewe atachoni siku fulani. Mimi nikaenda nikaleta hizo mapepa hata before 3.1 hizi. Hizo pepa hata sijui zilikula dust. Mpaka sasa sijali anatafutia mtumie. Sasa imefika ile point yenye ukishatafuta gatacho. Kuna ule lake wenyu ule watu ndo nawaambiaga nataka mnitumie place yenye mshakuwa place. Unaona? Place gani umewekwa. So imebaki kama tuseme kama leo ni Friday, leo ni Thursday, then Monday nafaa kuwa nimesubmit hizo info. So mimi napigia ule msee rada ulipeleka vitu zangu nini? Ati nimekuwa all over nini hata ndo naenda nazo le. So sikia kaenda nazo hiyo siku hiyo Thursday. After pressure zangu. Kwenda hivi ananiambia sikia hata nimefika huko nimepata imagine alipeleka pepa zangu hiyo day after nimempatia pepa zangu for a while. Siku alipeleka pepa yangu ilipata kama jana HR wame close hiyo story. Oh my god. Manzio shit iliniuma. Ilikuwa so for me is painful. Mimi nilienda up sasa hapo ndo nilianza kujua yenye stories za family nini. Hata hiyo time ilikuwa too late kwanza wengine simu unaona. Mind you did your best ukafikisha on time. Unaniaje acha nitafute njia za. So mimi hivyo mimi sasa mimi nilifanyaga attachment place nyingine weird sana. Mimi nilifanyaga hapo inaitwaje? Hapo kwa ofisi ya Sonko hapo tao. Hiyo time Sonko nyingine jita City Hall. Okay. Lakini sasa definitely sasa mimi nilikuwa under icon nikapelekwa kwa ofisi ya Greek huko Nyayo House. Then sasa tulikuwa napiga ma field work. So nilihongana ndo nipate atacho. Ukipita atacho yenyewe silipu, you know. And then kitu most fucked up with the Kenyan system. Napata attachment yenyewe. Unajua attachment yenyewe inafaa kukuprepare for like the real job market. Real job stuff and everything. Attachment yenyewe tulikuwa tunaingia ofisi unaingia huko unapata wamadhe huko wamekaa na macomp zenye hata ziko na ukifungua Excel ni ya 2010 unashangaa bro uko ma 2020 2021 man sana feed data manual hakuna wifi kazi ni kubeba huko. By the way, why is it always like that? Almost honestly I don't know. Sisi tulikuwa naendaga tu huko tu unapata hao madama mbeba chai zao. Lakini sasa ni ile mimi nakoga kinda mse sharp unaona. But I get because when you wengi wako huko ni oldies like the old guys hata retire. Ulikuwa unapata mse ana feed data manually ama ana try kusort data. Ati yako hujapatana na zile za sasa zilikuwa zinaitwaje? Typewriter. Typewriter zilikuwa hapo. Uongo. Si zilikuwa. Akiuongo I swear. Uongo. Zilikuwa. Nilikuwa ofisi ya nani? Nani kwa hiyo ofisi yako na laptop? Na maofisi mob huko. So kuna laptop. Tulikuwa tunaenda naye ama msee kuja naye. Lakini shosho 60 years atabeba laptop yake kufanyia nini yote?
hata si anajua tu Excel ya ulize sahi wewe Mitch like wewe uko wewe ni mzae unajua tu wazae wanapendaga chai wewe utabeba thermos ama utabeba lapi? Wow. Priorities unacheki. Mimi nitabeba lapi juu najua atakuja na chai. Sasa si hivyo ndio tulikuwa nafanya. Tena kwa phone juu. Tulifanyaga hii attachment ikuwe fun. Ni juu. Sasa unajua saa at least sisi ni the new generation. Unajua zenye kumaneuver stuff ndio. Unapata kitu yenye venye ufeed data for like half a day ama all day unaifanya na 30 minutes. So tulifika pale tulikuwa maboy wawili. Kafika pale hadi mashosho akaanza kushtuka. Kwa nini vijana alafu sasa sisi tulikuwa na ile roho vijana machachari. So unachukua pale Excel una sort one time. Kama ni kufanya sheet fulani una connect na lab yako ama una hotspot piga one time. So walikuwa paka hadi attachment ikakuwa easy. Walikuwa wanakuambia wewe hadi venye umemaliza hii shughuli. Wewe usikuje kesho. Wewe ulikuwa unapata unakuja siku mbili hizo siku zingine. Pizza hadi nikarudi ball juu saa hadi home nishajama wale akisaidia kutafuta atacho. Hizo siku zenye siko mimi naingia game juu at least nikiingia game kuna allowance. So you've gone back to so basically mimi naweza tu sema job market ya Kenya iko fucked up na ile kitu yenye mimi try kuambia wase even my siblings like my family members mabeste those cuisine niliacha sana kuinteract na mabeste vile beste tu mabeste wengi ni mafala na wengine ni si ndio hiyo ndio kwa fala hiyo ndio tunasemaga kuamplaina okay ni mse tu unajua unaweza saidia mse I end up kutokupatia flowers zako unajua mimi definitely like hata sasa mimi niki like tumeinteract tunajuana of course kuna design mimi naweza kusaidia unaweza nisaidia haimaanishi like nafaa kugain kitu mimi hadi nikikusaidia kupata job imaanisha ati ukipata sala yako ati lazima unikanje sijui it was out of your own unaona but at least kuna kwaga tu na ile respect na heshima mse and all that and also yani unafaa tu ku acknowledge mse fulani si lazima hata utangaze lakini unapata unakutanaga na mse tena unapata area fulani wewe ushamuonesha form tena ndio anakuongelelea vibaya and all that unaona before tuende mbali sana tumongelea story na Atacho just an honest question did you guys learn through your attachment places did you guys mimi kwangu mimi nililearn because kwenye nilienda attachment mimi I took time bahati yetu iko unakuja siji katikati ya semester kupanga ujue afterwards so yangu can't say nimelearn from it because hata hapo ndio sasa nikaingia into the field sasa niko accounting sasa sikusomea hiyo so you see you learn on the job. So mimi kwangu ilinisaidia sasa wewe mwenye ulipatana na typo ati typo sorry typewriter atacho yangu unajua design ya kulearn iko broad inakuwaga brain ya msee like design wewe una view situation ama approach yako to a certain stuff unaona ama occasion fulani wewe ina determine wewe unachikia hata saa hii hapa hivi kwa hii setup podcast nini mimi kuna kitu na learn already like wase wako different unaona mindset and everything so for me pale acha nijibu ya kawaida juu hiyo sasa ni venye mi reason na vitu pale naweza sema tu bado nililearn si juu ilifika point time ya field work sasa field work ilikuwa more fun juu nayo kwa ofe mimi nilikuwa mdeadly hata kuliko wase hakuna shida wase walikuwa kama ni stories za accounting nini yani ulikuwa unakuwa pale wewe ni mdeadly hadi unaweza piga zile vitu one time kuliko hata umse but sasa ni ile like I'll gain more of connections na more kuinteract na wase wenyewe wamekuwa kwa field for longer mimi naweza sema tu mimi nakuaga msee mimi unajua naweza kana wewe hivi wewe unani interview na next time upate mimi na interview mtu mimi nakuaga msee hiyo design me as long as very observant na niko keen sana alafu for me I tend to keep quiet a lot and wanasema gabudangu one of the biggest lesson aliniachaga nayo like ukiaitaka kulan kitu ama kujua msee fulani wewe nyamaza au angalia
hata ukitaka msea kuambie siri, mimi naona wase wengi huku nje, hata age yangu wase tuna date nini unapata best yangu amepata dem, unapata ule dem ananiita kando, best yako kumuelewi na kwagaje juu mimi simuelewi nini. Bro, ukitaka kuelewa mtu ama kujua mtu, usingangane kumwambia tell me about yourself nini, those are fucked up. Just give these people time na unyama. Okay. Nyamaza tu na okay. Utaona tu msee, hata kama msee avaingi boxe utajua tu kija. Si ndio? Unaona? So mi pale apart from hata hiyo nayo nililearn obvious. Pia unajua zile zilikuwa ofisi za government all that. Unapata kujua vitu mingi, unakuja kujua venye systems ina operate, venye revenue inakuwa distributed from the government, sectors and everything. Unaona? So inaendanga na hizo channels kweli? Yeah, inaenda na channels, lakini saa the more inaenda na hizo channels the more inaenda ikireduce. Kama pale misa kuna time sasa nilikuwa gana chief accountant hapo hivyo. So alikuwa ananiambia ukidai kubalance staff balance hivi. Alafu ido usiiweke ido i-replace na hii kitu hivi. Unapata kaa pale so ukishafanya hivyo at the end of the day ama end of the week unapiga tao ama tao mbili. So hiyo ndio ilikuwa kaa payment yangu. At least uko na fair. So unaona yenyewe, unajua hiyo do hezi kata, lakini unajua yenyewe hii do na imesafishwa. So like kuna vitu mobs ina happen pale and ziko out of our control. Unajua wewe pia ni mse vulnerable. Wewe huwezi enda pale, wewe ni antachino unataka kucheck. Generally kama hapa Kenya sasa uende pale nje uanze kupiga mdomo sijui. Boda utachukuliwa usitukie tunakupata Ngong Forest ama Karura kidogo hivi. Hatuna moja unaona. So una chill tu. So mi pale nililearn and more so sakulan zaidi ilikuwa kwa field. Field work ilikuwa more fun. Actually mi field work zote nilikuwa naendaga hata ikuwe wapi. Juu uko you get to learn apart from hadi kuwork na officials sawa tuko employed now. Ulikuwa bado una interact na mse normal. Na mi like mi nasemaga mi ni free soul. Mi sasa napenda kuinteract hata na mse the most vulnerable person. So ulikuwa unapata through ile interaction and all that ulikuwa unaanza kuview life in a different perspective, unaona? Unapata mse anafanyaga kazi kwa takataka huko kwa dump site. Lakini the guy is generally happy. No. So kutoka hiyo unajua ina tap into mindset yako. Kama wewe ni msekini obviously unajua kuna wase tu wanaangalia situation no. They go about their day. Chokosh. Unajua chokosh pia akona life yake, unaona? That person akona life na purpose yake kwa hii dunia. So vitu kama hizo zilifanya mimi ni learn a lot na bado reflect more, imeni impact more ama imenipatia different skills zenye inanisaidia sasa on the current job ama fields zenye niko. So generally mimi nililearn. Okay. Food for thought actually. From today I think I should be observant. Wewe nyamaza tu na it actually pays off. Maga premier rada. Ndio hiyo sasa. Scan nini? Underwater nini? Angalia. Usingangane na mzee. Babes pale anazua nini unadai kumwelewa. Wewe tulia. Utajua tu. Itajipanga tu. Na itajianpe. Ushaisikia saying fulani whatever happens in the dark comes light. Na koga sasa hiyo saying fulani nilisema ya kuku observant na kunyamaza. Generated from that. It pays off. Huwezi jificha hii dunia forever. Hata kama unakuaga nini ama nini, siku moja tu watu watajua. Ama siku moja tu utatrip. Sikia tu umesema siri yako. True. So juu tumemalizana na hapo, ningeweza penda you guys tell me the challenges that you guys face kwa corporate world. Corporate? Yeah. Hustles tumepiga, tumefanya kazi hizi. Nairobi tumetafuta pesa. But sema kila job iko na challenges zake. Kila pahali iko na challenge zake. Kwa sababu ukiwa 8 to 5, unataka hiyo do ya kando. Hata siku ni 8 to 5 kweli? Kuna yetu wame-advance, maybe saa 5 hivi, wanatoka saa 1. Basi kama uko, unajua kufanya, by the way, kama unajua kufanya working hours zako vizuri,
then you're good, but hakuna employer atakuemploy na kulipa pesa yake alafu unatoka saa 8. Kwani serikali tu, si ndio? Hata gavo waga noma. Ai. Unless ushakuwa don. Ama tu atike upate mkubwa wako ni mse. Understanding. Challenges ni kama huwezi fanya mambo yako during time yenye unataka. Of course you're employed. But other than that, unajua kenye nimekutuma hapo. Other than that hakuna challenges uko. Ina depend pia kwenye uko. Obviously wewe venye unaongeleshwa na mabosses wako saa hizi si venye unataka kuongeleshwa. Working hours zako si the same na zenye wanakupea. You know, maybe contract imeenda tena. Exactly. Unaekelewa tu makosa zenye si zako and you just have to take it in. Grow up and take it in. Adulting is tough. But it's not a walk in the park, but bado si mbaya. Tuna manage. Yes. What about you, Deno? Mi hapo kwa corporate. Unajua kwa corporate siwezi iongelelea sana juu sijai experience sana. But for the few years ama few months ama few moments nimekuwa kwa corporate. Ama more so bado naweza reflect tu na stories za mabeshe zangu juu of course like I've got friends who are in the corporate world. They do the regular 9 to 5 and everything. So kitu ya kwanza mi nasemaga corporate kwanza, challenge ya kwanza tu ni kupata hiyo kazi. Kweli. Kupata hiyo kazi, kupata tu hiyo kazi yenyewe ni challenge. Kweli. So ukishapata hiyo job, sasa jua sasa nayo kuna ma-challenge ndani ya hiyo. Ndani ya hiyo challenge sasa. Wendi tu kurelax. Hapo na mtu. You have to live to the expectation. Kami definitely, mi sijai experience hiyo ya challenge within a challenge, lakini nishai experience hiyo challenge ya kupata hiyo job. Mi sasa ndo ni give up na majob za Kenya. Kuna this one time I remember nilikuwa nimeapply majob kama hata zinaweza fika 3, so kicheki email hapo. Wallahi. Na issue ilikuwa tu ile penye ulianzia. Unfortunately we have decided to proceed with another candidate who had more experience. So we go back to there. In our line. So unashanga skills in our line aje na kila kitu yenye wameuliza kwa job uko na match. And then kitu ingine pia ni I think corporate world ya Kenya. Venye tu Mitch alisema. Story ya on the job training iko chini sana. So ni kitu ingine kama ni wase wenye wanatusikiza, especially sisi young adults and coming ama wase wako campus. Hiyo ni kitu yenye company mob inaweza adopt. Okay, basically najua sikuwa nimesema mi basically mi na work online. Sai remote. Foreign ama wanasemaga international company. Sema 3 years. Wakina company ka 3. Okay. Tatu ya sema tu 3. But ile design mi nimekuwa huko. Hata hizo si rahisi kupata. Si rahisi kupata, but definitely ukitaka kupata unaweza pata. Okay. Juu culture ya huko ni different. So unajua ndo niseme corporate ya Kenya ni challenging kupata job. Ni juu apart from you guys competing based on skills, na other factors yenye disqualify. Inakulimit, unaona? Kama connection, mnajua. Kenya bila connection nini. Though squeezy haziwork sana, lakini kuna wase wako still privileged with connections. Unaona? Kuna vitu zingine mob like tupata tu story. I feel bado ina work sana cause umekuwa, for example, umekuwa na experience almost 10 years. Umefanya kazi for 10 years. But apparently mtu mwenye anajuana na mtu amekuruka rank, sasa wewe ni assistant wake. Exactly. Hiyo ndio kitu sana nilikuwa namnishani, kuna challenges within challenges, unaona? I remember kuna one of my very good friends alikuwa anafanya one of the best recruiting companies hapa, iko hapa Hill. The moment aliingia huko ndiye akaanza kuniambia, Deno, kazi hapa Kenya ni kujuana. Ukweli? Kujuana. So I remember that time nilikuwa nimeapply job ingine online.
and then she also sent me that one, akaniambia apply job, naenda kuongea na mse utaingia. So before hata niingie kwa hiyo job, alikuwa recruiter niko na namba yake WhatsApp and all that. So hadi pale WhatsApp ashanitumia marks. Unaona? Tushadiscuss zote. Nasikia sasa tunaenda kumeet sasa na ule boss main CEO time hiyo atakuwa kwa hiyo interview. Lakini ule jamaa chini ya maji ashaka kama amenipatia na mshakutetea. Sasa wewe imagine wewe sasa uliapply hiyo job tu juu umeona advert. Alafu unaenda compete na mtandao. And you have an upper hand. And ustake jua nilipata hiyo job. Unfortunately nilipata gani nisha sign hiyo contract hiyo nyingine. Na ilikuwa one of the biggest telecommunication company hapa. But at the same time what I hate na hii job market yetu ni wana advertising kitu after washapeana. Ama wana advertise after they already have people in mind. Exactly. Mbona mu advertise, you already have people, why advertise it? Why? Challenge tuko na unaona hata ndo niseme hata story ya ball ndo mimi niache story ya ball. Ni story tu same kama hiyo. Tutafika like unaona hiyo story ya wanatafuta mtu wanakuambia apply ama wanakuambia wanataka watu, but already they know the type of person that they want ama they have. So wana waste our time. Sasa unapata watu wengi tumeacha story ya kuapply job and all that. Actually me advice wase wengi chenye Bob Colimo alisema. Hata usifight kutafuta kazi. Jaribu utafute create kazi. Ndio ndo kitu tuna lack sasa hapa Kenya. Try create your own job or na employers wengine, at least utakumsaidia few other people. Jaribu tu create job. Junayo kama ni kutafuta kazi, kazi nayo utatafuta. Kwanza hapa mimi hadi sasa kazi utatafuta. Na time last year nimekaa bila job for a while. Hiyo time hadi nilienda ushago kidogo nini. Nikapata job fulani ya Kenya. Nikasema hii kazi nayo. Hadi nilikuwa nimetafutiwa na shemeji yangu, like the hubby to my sister. Okay. Nikamwambia tu straight, me job serious. So ukiona job yenyewe inakulipa around 30 Gs. Tuseme uko hapa naye. Hapa hivi hadi mabed sitter siku hizi zimepanda bei. Unaona? Ama ukitaka keja cheap, then uishi mbali. Ama ukitaka keja cheap, security. Security ni issue. Unapigwa manyongo kwa watu. Msee. Na sasa unajua tena hadi hiyo kwenda kuishi mbali. Kwenda kuishi mbali unajua bado wewe unadhania tu unaishi mbali, unaishi kwa keja cheap. Ni sababu transport. Fare ina triple na double. So bado ni challenge. Hautai save. Utakuwa unaishi antu mauto, unaishi kama msee. Wewe difference yako na msee anaenda mjei tu ni conditions za job. Walai. Msee anaenda mjei ni. Ni kama hiyo kweli imeniguza. Wewe na msee anaenda mjei ni difference ni work environment. Na wewe maybe unavaa poa ni yule jamaa ujue anafika pale mjei daily anatoka na sosa baki. Maybe tu akue fala kama mimi nishaenda mjei by the mjei ni normal. Unaona hii lunch hii saa 7 ya kawaida inafikaga, tunaona lunch inafika ukafika lunch. Buda lunch haifiki. Lunch time. Sasa unaangalia hivi time manzo ndo ni saa siku imekuwa mrefu. Ndo ni saa 2:10 na mliingia 6. Lakini unaona feel ni ushakaa huko the whole day. Alafu unajua wewe sasa wewe ndio umeingia, wewe ni msee wa koroga na kusku. Ngoja, umefanya construction work. Nishaienda. Kuna time hata ndakwambia it's a very funny story. Kuna time. So mimi nilisomea huko West. So kuna time mimi nimerudi home. I think tu ni adolea ama nini. Kiburi tu home. Sasa ndio hata kuna kitu na lack. Makiburi wewe unajua na sasa uko high school. Huwezi osha vyombo ama huwezi mop. Ume outgrow hiyo. Sana sister yangu pia nayo ni hiyo time sikuwa nakaa na mother. Ndio kuishi na sister. Okay. Na sister yangu ni big like si ni wale wase tuko na ma big sister. Okay. Hadi anaweza kutandika. Na hakuna shit tutadu. Anaweza kuja shule yako. Wachana na hii venye mimi naona gawasi wako lucky wewe uko na system na mnatoshana ama bro mnatoshana mnaweza vurugana. Mimi sister yangu hata siwezi bishana naye.
nabishana naye. Unabishana Unaruka unaruka. First born wake ni age yangu tunabishana. Oh yeah. That is why. Naona? Unaweza bishana na mseka wewe. Yenyewe. So mimi nimefika pale home. Huyo sasa ndio deputy parent. Mimi hadi naambia gaje ndo mother. Hata ukikuja area asiringe ndo that's my real mom. No, okay. Wanajonga mimi ndo maybe first born. So mimi na kiburi yangu. Actually akiweza wochi najua ataisha. So mimi na kiburi yangu. Ndio wakati ushaanza kujua story ya Luku nini unatakufa. Naona pia pale home akikupatia do unaona maybe haitoshi, kupatia tao ama tao mbili ngambia wewe enda soko. Ukatafute mamtushi. Wewe unadai kupiga designer. Kama unajua influence inaanza kukama kina Wizkid da pido. Watu Breezy. Sasa hadi mimi niko na nickname inajiita Breezy. Wewe unacheza. Wow. Facebook. Achana na wase wa saa hii. Mimi naona hata nini. Ndio. Time ya kwenda photoshoot tao. Nimeenda hizo video. Time za photoshoot tao. Photoshoot ni natoka mnaenda mnakula makuku KFC kidogo. Nafikiri wapi ama ni fish and chips? Si ndio nashangaa KFC ni mbali. Eaton. So hiyo. KFC ingeza kwa once in a while. Hiyo once in a while. Alafu umetoka mjei. Unajua hadi hiyo story ya kwenda photoshoot kutoka na levels. Kuna time pia unatakoenda interact na rich kid mani. Unaona? So kuna tu ile siku lazima mtasema unasema leo tunaingia KFC. KFC ati nini? So hizo kivitu kai hizo zilikuwa zina influence. So hizo ndio zilikakupea ukaona mwanaume ni kujituma. Sasa mimi bro. Hizo sasa mimi nikakata story za kuosha mavyombo pale mop nini. Sister kanipatia rule moja. Kaniambia unajua sister yangu by then ni mse fulani mjanja na ni mse easy sana. Kaniambia wewe unajifanya umegross ndio? Hizo vitu zote unafanya. Hiyo kitu aliniambia hadi wa leo. Hizo vitu zote unajifanya unafanya. Hizo vitu mimi nilizifanyanga. Hata in fact hata mimi nilikuwa mnoma kukuliko. Lakini niliziacha. So jua mimi najua kudeal na wewe na nitadeal na wewe vipro. Believe you. So aliniambia wewe kama udai kupiga hizi mboka, haina shida. Wewe lala uamke kukula utakula. Siwezi kuacha ukaenja. Wewe ni mtoi wangu na kana yeye hapa. Kukula utakula. Lakini do hakuna. Do makladi nini hakuna. Sasa wewe jitafuti. Mimi ni nani? Mimi kana hapa ni rais. Unajua wewe ni fala bado uko na mindset. Kasema hapa kuna mori yangu fulani nilikuwa nasoma naye. Huyo jamaa alikuwa gasla. Nikampigia anaitwa Niki. Niki rada ni aje? Manze mimi nadai shughuli. Nasikia unaendaga shughuli wapi? Wewe tokea. Ameita vizuri. Wewe tokea. Si ndio? Si unadai shughuli. Si ni wa geto tu kule. Kara. Ndio kwa maana nilikuwa nakwambia mimi niko na side zote. Oh yeah. Sasa hii ni ile side yangu ya kitambo. Nakwambia wewe fanya aje tokea tuishi MJ. Kafika huko bana. Nikapiga. Hiyo ndio siku nilijua lunch haifikagi. Nilienda tu siku moja gani nimerudi home. Wewe unasikia? Kaka. Naangalia time isonge unasikia tu koroga niletee hiyo. Ile. So nikuulize like hapo wewe kazi yako ilikuwa nini kubeba mawe? Wewe ni kazi yako. Wewe hauna kazi. Kazi yako ni kazi yoyote unaambiwa. So Foreman akisema kunanga kazi specific. Kuna watu wako na kazi specific. Wewe unajua wewe sasa utaenda mjei. Wewe utakuwa fundi wewe unajua hata kupiga msumari wewe. Unajua kumesha 3 feet ni ngapi? Ujui? Sasa hiyo ujui. Sasa inajua definite. Lakini hiyo time ujui na ni day 1. Sasa unajua ukiwa day 1 wewe. Day 1 wewe ni mtu wa mkono. Kwanza kazi ngumu kwa mjei kwa zote ni kukoroga. Hiyo kukoroga hiyo. Unajua ndio kwa maana kuna koga na ile staff hiyo mashini fulani na koroga. So wewe niambie mnakoroga manual. Hiyo siku ulienda sasa mimi walinihurumia hiyo day juu pia bado nilikuwa mdogo. Sasa mimi sikuwa na koroga. Mimi sasa nilikuwa kwa wheelbarrow sasa. Hiyo unasukuma unapeleka. Ama unapiga mawe zako 3 hapa unaishia. Ama mimi sasa singeweza 3. Kuna mzee anabeba 6 wewe unasema ndiye alipwe domo. Unastuka 3. Kwa mimi sasa zangu 2 nimeziweka hapa hadi hapa nimeanza kuona nyama inatoa. Sasa nazishikilia tu hivi 2 napanda nazo pole pole. Wanaelewa pia. Unajua nayo penye especially penye wanaume wako.
They understand. Like huyu jamaa bado ni mdogo nini. Though anakupush, anakuenjoy. Ni venye wewe utachukulia sasa. Ukidai kujamulie. Pia hakuna msema pale. So lakini wanaelewa. Yaani wanaisema jokingly. Una nguvu unapewaje mawe mbili wewe ni msichana. Lakini like ile tu wana try kukupush. Hadi hao wanaelewa. Naelewa kweli. Nikapiga ikafika lunch manze finally. Ni lunch. So wakati uko Western kuna kabusia tu hapo ta. Unalipwa 4 per day. 4 ama 3 per day. Hiyo umeenda mje umelipa 400. I think ilikuwa 4. Sasa mwenye amebeba 6 na sasa utaongezewa kitu venye na sasa forma na taamua. Na sasa like umekula lunch already. Sasa ndio unakuja hapo ndo usikie story funny. Ndo kwa nini kwa wewe unataka ujue kanisa kwa hili. Sasa mimi kafika lunch. Mimi nayo home nayo mimi nimezoea kukula fit. Kwetu nayo. Lazima. Mimi hata mgeni akikaa mimi najuaga kwetu yani kukula ni free. Sisi ni wale wazee yani toka shosho akue madam za yani food inatoka kwa table watu wana serve like nakula na food si tuna kwa ile culture like inapikwa more bado inabaki. Si ati wewe unaenda huko tena msee unampata kwa jikoni analamba dish. Hakuna hiyo story. So mimi si nikajua, mimi najua tunalipwa so nini. So mimi sikuwa najuaga kumbe ukidishi. Ido inakatwa kwa saa. Ni day one. Sasa mimi nimeingia pale. Kwa rafiki yako alikuchanua. Hakuna chanua yeye pia alikuwa fala. Sasa kumbe pale unafaa kulana. Wase pia hizi kuambia kulana wewe mwenyewe na experience maybe na kutumia. Toka maana nakwambia mimi nakoga mse very keen. Yaani mimi napenda. Sasa mimi nilifika pale, naona wase wanapiga tu machakula simu. Chapo mbili si. Jamaa piga chai mandazi. Mimi nani kaambia. Umejua aje? Kaambia wewe mzee kwanza nipige hapo ugali nyama kwanza. Na nikatafuta dio kwa tatu hapo kando. Akina ngoja jioni. Bro. To my surprise bro. Hiyo kitu nakumbuka gadi wa leo. Time sana. Msikisi, tukaendelea nao nimerudi niko na nguvu mbaya. Nimeshiba wewe unaniambia nini? Alafu finishing power unajua sasa kama hata ile zoezi zangu za ball kuna kuoga na finishing power. Finishing power hadi mkimalizia zoezi za ball pia ni unajisai. Nasikia kwa ase kuimba nini doba imewekwa pale maybe ni reggae. Kuna jamadi yako jaba huko nini? Sasa ndio imeshika. Unajua ukianza kula jaba asubuhi ni jafura. Ndio imeshika. Ai. Bro acha ifike time ya kwenda mtaa. Na wazee anakuja mzee ampigwa kama trichwani yake. Chakula mbili supu. Hapo ni mbamba. Anapiga nini? Kufikia master. Wahala. Unajua nilienda mtaani na do. Kwa sababu ukitoa tuchwani Hai, ilikuwa tuchwani. Sasa nilikuwa nimejaa ngori. Wewe unasema nini? Hata ningeenda ball, hata ningeenda ball ningepiga hata lawe, hata ningekunywa maziwa hata kama ningepewa nchwani, lakini sijatumia do ingi. Lakini hapo nimepita. Muscle zinaniuma. Like ni true story manze, si ati na meka. Hiyo ndio ilikuwa first day yangu kwenda mjei. Na nilisema sitawahi. Buda acha nifanye vitu zingine hata kama niko hatari. Na huwa anaheshimu sana ase. Hadi nilikuwa naona gawasi wakimake memes huku nje hadi huyu pia msee anakula fare yake. Nilikuwa na feel yenyewe msee akikula fare ya msee. Imagine sasa scenario kama hiyo. Anakula fare yake bado. Si ndio? Lakini si right. Sikiza sasa, besti yangu alinipigia simu asubuhi. Sasa wakati tuko na hizo Nokia fulani, kulikuwa na hizo Nokia fulani, Nokia ilikuwa dead hizo. Sima Nokia zilikuwa na keyboard, na namba mob, kwa za blue. Nimedoze nimeset hivi kwa kitu. Nasikia alarm kitu 5. Yes, uamke, amka tuishie. Kwenda mjei. Hata sikumjui, mimi nilikata kama nimezima tu simu. Ukikumbuka ulirudi home na watu. Mwili niligonjeka 2 weeks. Nimegonjeka. Wewe unasema mtaani watu wanaisha ni aje? Watu wanacheka. Sisi, nilikuwa nakwambia unadhani rahisi figuri yako. Sasa hadi mimi mwenyewe nimekubali. Hadi nilikuwa nimeambia au makuzo wangu wasi tulikuwa naishi nao.
napiga job zote, nyinyi mpike tu. Pika ndio yenu. Usafi ni tena tara. Unasema nini? Tara cleaning. Carpet yako hapo. Carpet hadi mimi mwenyewe naenda nachuta maji naosha carpet. Kazi ulifanya kumbuka. Na nirudio mna anfi. Zio heshima. So manze hata ni noma. Hapo ni noma manze. So wow. Apart from sasa tu naweza sema tu like penye tulikuwa. Job market challenges ni kibao. Okay. Challenges ni mingi sana. So ingine tena mimi usikia sasa through mabeshe zangu unapata especially nyi madem, mimi unajua. Kwanza kama first thing naheshimu women sana. Unajua bila women. Women kitu ya kwanza wanakuaga creators of life. Create life. Kitu ya pili, women ndo wanafanyaga stuff wa ina multiply. Hata ukiangalia wasee wengi ndio success zote si juu ya wanawake, lakini unasikianga every successful man akona mwanamke fulani kanda yake. Ngitu hata kama watakosania huko mbele unajua shit happens, unaona? Lakini nayo ndo uko stable. Wanawake so unapatagana pia women wako vulnerable sana. So kama kuna huyu best yangu alikuwa ananiambia alikuwa mpata job. Lakini sasa venye aliingia kwa hiyo job ananiambia kila mtu kumbe kwa ile kazi kila msee ako na chali like wase wana date kind. Okay. Hadi office boyfriend unacheki. So yani pale kila msee kuna design amesikiwa kiti yake juu either one party ama mwingine ana benefit from it. Wait, like ni serious? Serious. Hadi ameluzio job juzi. But then unajua hadi kuna like cards ya work wife, work husband. Yeah. What? It was there during Valentine's. Ito. Normalize sherati ya kazini. And it feels so long. Mume. Yeah. Sema wamenomalize. Yo, unasema si yenye tuko hapa. Lakini hatusemi tuko perfect. Hakuna mse perfect. Okay. No, tuko na flaws zetu obvious. Mimi najua. Hata uko na flaws zako. Wewe uko na ama una? Hauna. Nini hiyo? Hauna flaws zako? Niko nazo. Hadi pasta ako nazo. Kila mse like life inakuanga all about choices. Yes. So unaona kama udem sasa alikuwa ananiambia sasa hapa kila mse anakatiana. Nayo unajua pia nayo as much as tuko ina fucked up era anasemaga hivyo. Vitu ni mob shit zina happen mingi lakini bado kuna wase wako na morals, kuna bado mse hata kama atafaka hapa na fuck up na kiheshima mse dem bado anaheshimu dignity yake ndo. Tunakwanga na upbringing. Yeah, upbringing pia play major role in that of course. So udem aliniambia they know me siwezi fanya shit nini. After point huyo manager request tuingie date nini. Najua amezoea kuprey on girls wadogo juu yeye ni mseasha anaendesha TX ama Prada yake hapa and everything. So dem alizua. So kichuka hiyo ilifanya lose job. Sio nikamwambia. So very nini. Iko sana. So nilikuwa najaribu kureflect like okay mimi sijaipitia challenge kama hiyo lakini hiyo ni challenge yenye iko kwa corporate world especially hapa Kenya. Na moso squeezy it is not madem pekee ndio wanakuwa pride on even men. Young men. Hadi men pia kwa. Napata mama hapo anataka na ukikosa ni hivyo. So hiyo naweza ongelelea hivyo ka corporate. Sijui kama unataka niongelee pia pati yangu. Tutafika hapo. But for now nataka tucheze a game inaitwa Never Have I Ever. Ushaicheza Never Have I Ever? Nishaicheza tu matutendea hadi nikaepa. Sasa hata naye ingeda. So now wapea swali kabisa. Siko exposed. Now wapea swali if you have you have, if you have not, and if you have you give us the gist. Okay. Yeah. So kama placards mkona hizo nini? Oh, placards, yes. Ziko. We do. And they know your words. Niko nayo. Okay. Sitaki hadi kuitoa. So ndio tumetoka kwa corporate. So the first question, never have I ever lied in a job interview? In general? Yes, in general. Lied in a job interview. So tuinue tu. Inua tu.
Anonymously ama atacheki marks yangu. Hata aezi cheki marks na imsaidie juu. I have never. Dino. Ulidanganya. Ndawambia kwani si we basically trying to Sema this. we trying to like kuambia wase ukweli. So like ukweli why kulai ni poa. Yeah. Why kulai ni poa. Yeah. So watu wadanganya kwa job interview? Siwezi advice udanganya. Mimi nikisema hivi I have. But to pay the gist. Niko na genuine reason why. Did you get the job? Of course, yeah. Kuna kudanganya za ujanja. Kudanganya tu ya kuambia ina. To pay sisi an insight. Job inakwambia nitaka 4 years experience. Na wewe huna hiyo. Kama ni yako uta apply hiyo job na CV. And that's one mistake lots of youth ama wase after job they do make it. CV ishakwambia it needs a 4 years work experience. CV yako already usheka 2 years. So definitely hiyo ni factor imekutoa nje. So lazima ukuwe mjanja, but unakuwa mjanja in a way that unajua ni nini umeweka kwa hiyo CV. Ukikuuliza hizi work experience, umekrami kitu unaweza ji-explain hadi msee akose kushuku like ati hujafanya. Umechocha kwa Ni kweli. Kwa CV, unaona? But for me generally wewe yako ulidanganya. Mimi why na work mostly naweza advice mzee kwa hiyo remote, of which alisema bado tusiongelele. Kwa remote world hakuna msee ataikuuliza hata certificate yako. Hata ni remote world hata unaweza apply kukua msee wa IT na una certi ya IT. But kitu ya maana ni uko na hiyo skill. No. Unaona? Uko na skill ndio akikwambia sasa wewe hebu tusetie hii maji ka hivi na University of YouTube. Kila skill napata hapo. They always say YouTube is the best teacher. Actually hata ni vizuri umesema hiyo. For now anybody mwenye anasikia out there always make achana na history yao. Mimi niko na BFF niko na nini na hadi hauna shughuli huku nje. Your two best friends wanafaa kwa Google na YouTube. Kweli. I hope watu wamepata hiyo. Like most people fuck up, they only use this shit for entertainment purpose only. Bro, pale kuna tons like content. Knowledge. Kuna content mingi sana. Kuna mimi vitu zote nafanya sahi. Mimi sijai kata daro ama sijai mbia msea nifunze. You'll tell us more. Pale 1-2 hours. You will tell us more. Kama mtatoka kitu. Lazima za cabbage zitafutwa kila mahali. Kande zote ni kaveveka zoza. Yeah, so never have I ever been deceived. Wacha tu nitumie deceived to attend AIM Global meeting. Mnajua AIM Global? Yo. Hey. You have never. Yes. Hey. Lakini unajua AIM Global? Najua wase mimi hadi niko na mabeste peleka fiza huko. Sasa AIM Global nayo. Mimi bahati sikutoa pesa. Nilienda meeting. Lakini nilismell tu black. Yeah. So like was it a close friend of yours ndo aliku it's usually a close friend. Alafu unamtrust na unasema let me just twende. Sijui mimi naenda. Twende. Unafanya nini? Amkuambiwa mnalipa like 200 kuingia meeting. Sasa tulijulia hapo. Hata pia mimi nishaienda. Tulijulia hapo. And mine was worse. Niliambiwa naenda job interview na nikatoka Naivasha. Kaza unaambianga uvae professionally. I was looking smart. You were professionally. Nika unaenda interview. Mimi hadi kwa hiyo story ya Global hata siwezi hapo nayo siwezi sema ati msee ameenda hiyo kitu ni fala. Like in the first place kwa judgmental. Napenda tu kutumia hiyo term. Lakini umeita Loki fala. Like unajua vitu zingine. Mimi venye tu niliwaambia hapa siri moja na kwa observant. Mimi naona unajua yes shit ya Global ina happen hadi sasa. Hadi kuna bado iko. Alienda interview hapo tao. Imagine bado iko. Jamaa kufika kwanza anapatana na masuti zingine excess. Squeeze wanakuanga na uniform. Kuna uniform. Ni hatari. Kaunda suits.
Wacha No, 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 kuna msee anakulia kwa hiyo kitu. Obvious. Ndio, ni pyramid. Yeah, of course. Hizo vitu zote watu wenye wako juu ndio wanakula. Hadi unasikiaga ma stories za wash. Like lots of stuff ni pyramid scheme. It's only about like mindset yako na design wewe uko fully aware of your environment. Unafaa kukuwa rada sana na environment yako. Not even friend, even ndo kwa maana nilikishow mabeste me I don't believe in that friendship stuff. Huyu sasa ni mtu wangu. Bro, mimi naweza kuwa mtu wako do I need something from you. Ama nataka kubenefit. Because tuna benefit. So I'm always mimi nakoga careful sana na wase. No. Hata na bado na learn. Hata mimi mwenyewe niko na hata tu last year nimelearn. Nime lose vitu za maana sana juu ya kuona msee tumejuana for long nini. Wewe jua msee intention gani yako nayo. Okay. So unafaa kuwa tu rada ya like environment yako. And then the main reason nilisema siwezi judge wasewa global. Najua pia kuna kuwaga na story ya kukuwa brainwashed. But hapa tunaweza ongelea kitu kama hiyo religion like ndo ni expound on that. Target. Okay. So unaona siwezi judge siju most definitely kuna kuwaga na first time for everything. Unaona? Au unajua ama unaona ulikuwa desperate time fulani ama it's someone you trusted. Yeah. Never have I ever played Aviator. Amjai kwa marubani? I have. Hey. Oh my God. Niko hapa na marubani. Ndege unaichukua na ticket zote. Ndio. Unaingia one man. Unajua ndege unapendaga peke yako. Kuna strategy hapa. Kuna unaangalia wins kadhaa and I'm learning. Aki for you. Ndio unailearn sahi. Mimi nitasema nimeingia tu juzi. Wachana nayo. Najua for Deno yeye anasema anaenda ako like all over. For you, I don't know why. I'm shocked. Oh my God. Mimi Aviator nilijua time ilikuwa inaanza. Aviator imenyorosha kwanza hiyo time nakwambia last year kama sina job nilikuwa nimeenda home. Ilinyonya jamaa fulani huko mtaani nilikuwa namjua alikuwa gana wholesale. Lakini Aviator sicheze na pesa yenye unategemea like uweke tu pesa yenye hauhitaji maybe kitu kidogo. Money you're ready to lose. Yeah, money you're ready to lose. Hapo utapoteza pesa. Never have I ever voted for a president and regretted through his term. Mimi hata sijaipiga kura. Ndio nadai nipige. Ngoja, amjaipiga kura. Kwanza tuanzie hapo. Why? Give me a good reason. Ulikuwa unapiga juu ya reason gani? Unajua sasa tuko na valid reason ya kuchagua leader. Kwani ngoja, before uko na valid reason ya kuchagua msee mwenye wameshachagua already ashaingia. Oh yeah. In our head tulikuwa tunajua hata tufanye nini? Mbona uende uchomeke kwa jua? Mimi sikuwa na valid. Mbona mkeo mapema? So come 2027 you guys tutakuwa kwa line. Ai mapema ndo. Mimi hadi nitakuwa msee. Na nyinyi pia uko nje. Kuchukua kura. Na mapema. Na to go and vote. We will. We deserve better as a nation. Lazima na kura. Na si ati hata tu like for president, even the MCAs, the MPs, unajua kitu moja, we need to do better. Wale wenye walikuwa tiaji ile time tukia protest. Unajua kitu moja, right now acha niwaambie. When you're choosing a leader, unajua tulikuwa wayanga hapo nyuma, na time inaenda very fast. We're the next parents man. Yeah. So hii hatuchagui ati juu yetu. Ni fikiri tunaangalia, no? Never have I ever been well served in never have I ever been well served in a government office. Good service in a government office. Oh, never have I ever. If you've been you guys have been served good service kwa office ya gava. If you know people. Hata si hata bila kujua wase. Mimi ni like kuna tu wase wazuri. Like okay the farm itself inaweza kuwa fucked up but the service ama msenya anakushughulikia. Kweli mwenye anakushughulikia vizuri. Hizo ni ofisi gani poa mlishughulikia vizuri? Huduma Center. Okay. Big up Huduma Center. Center inakuwaga best. Lakini tu ofisi zingine
But hata mimi ni shy treatiwa vizuri NSSF. Hadi mimi NSSF. Ile tu issue inakuwa ni saa kama ukienda. Lakini it was a fellow Gen Z. Unapata tu kuna tu asero safi yani, lakini tu shida tu hao inakuwa ni venye tu pia una approach. I think pia ni approach with other people, see all about. Alafu image yako pia wewe ina matter. Unajua obvious kuna kitu yenye lazima understand, like to may grow up on different time frame ama generation. So hakuna venye utaenda kwa mse mwenye life yake anaamini ya corporate world and kukuwa mse decent and all that. Umefika pale na madred umekama silver kwa meno, unaongesha uko jaba and then expect to treat you. It doesn't make sense. You understand? But true kuna wasekazi unaweza enda na dread zako uko fiti, umepiga tattoo but you are decent. But presentation, naweza sema presentation nimekuwa na dreads like life yangu kai nimezinyoa sijui last year. Sindio? Yeah. Si feel day one ndo nilishika hivi nikasikia mongo jo kumbe. Hapa iko best. Okay. Never have I ever regifted something that was given to me. Why do I feel like you're guilty? No, I've never. Sure. I've never. Ufai kufanya hiyo mistake. True. Pewa kitu hata kama mlikosana na mse lakini alikugift. Remember alikugift. Heri hata tu ikae kwa shelf tu. Hata kama you don't fancy wearing it, if it's a piece of clothing. But usipe mse. Never have I ever hooked up a friend with a gig. Oh, you know, you're black yako very fast. Good soul. Ni poa kama uko na opportunity, just help a friend out. Ujui maybe yeye akipanda juu next time ni wewe uko chini unahitajio. Never have I ever started a business that I had no clue about for survival's sake. That you had no clue about. Yes. You've never. He seems to know what he gets into every time. Yeah. He seems to be that guy at a go research and all that. Unafaa kukua Michi. Mara mingi. Hizo ni biashara gani? Nimefungua hoteli, kibanda. Hoteli? I had no business opening a kibanda. How come they didn't know this about you? But nilisema we are friends. Don't they know you had like a hoteli? Imagine. Nilikuwa natoa pesa kwa mfuko, but it was way before to meet. Okay. And that's after. Nilikuwa desperate. Sasa desperate ni hii sasa ya nini ya wigs. Ajua like you said ukiwa nikazivaa. Unajua uko more vulnerable ukiwa desperate. Kweli. Uko more vulnerable ukiwa desperate. Na hizo ni jani zenye wase wengi wajuagi how to. But I feel like ningekuwa so well, like ningekuwa more in the know kuhusu your job. Ninge thrive. So for example, the hotel, like niwe ulikuwa ule mama pima penye tunaendeanga chapo madondo. Like nilikuwa napika chai, nilikuwa nauza chai hizo ya 10 bob, chapo madondo. Ilikuwa wapi? Proper kibanda uko Thika. Hiyo shughuli nayo inakuwa na do, ukirun vizuri. Iko na do. Mimi tunarun busy food najua vizuri. Food needs someone who understands. Yeah. Haitaki kufaka hapo. Exactly. Msee anakuambia acha nikule nitalipa jioni, hiyo story. Sasa hizo madeli like nikikuambia hivyo like I think hata Sido ama nani wanajua hata they eat over there. Sasa sisi I think to me nakuwa blessed na familia yangu. They love giving us a taste. Okay. Wanapenda kutest. Yani waone wewe ni nani. So my sister opened this hotel and then ikakua sisi ndo tunaimanage after company. Time uko long holiday. Yeah. So ulikuwa unapata pale ukifaa cup ni hivyo. So tumelearn vitu mingi tu hiyo. Ni kweli. Never have I ever pretended to be on the phone to avoid a conversation or an interaction. Ni kila mtu sababu wakufake pale ma phone call. Kidogo. Hapa unaweza stukia. Utuache hivi. Kwambia hapa mtu ana Never have I ever lost friends, family, ama any
close relative or person because of my ambitions. So in short unamaanisha like ushaiweka niseme for example kuweka your ambitions first zangu kwanza. Yeah. Ambition yangu inakuja first. Okay. Okay. So you have lost people along the way? People that you cared about. Nimeharibu relationship mingi. Mi nita advice mse yote any day, anytime. Choose yourself. Put yourself first. But then ukidedi sahi utaingia 6 feet down. Na tutakusahau. One man. But inahitaji so as long as hiyo kitu inakubamba na unaona yenyewe. Hiyo ni mistake nilifanya na vitu kama hizo ball nilikuwa naambia. Okay. Never have I ever given up on my dreams because of lack of support or maybe funds, capital. Michi. I did. I have. Yeah. But uzuri if you have by the support system poa, how feeling ni kama umelose, una feeling it's like a chapter of yours that was not supposed to happen, imefungwa, now you're on to the next. That's hivyo tu ndo nitaiphrase. Okay, so maybe up next, mnaweza niambia what you guys have going about. Kama Michi. To get to hear a bit side of Deno. We are here to find out more, but at least you tell us what you have going on. What I have going on or what you've had going on before. Yeah. Okay, like what you've like career wise. Yeah, exactly. Career wise. Tumepata kuja ulikuwa na hoteli. So a little bit more. Well, naweza sema by the way, nipo kujijua. Kama wewe ni mse self-employed, you can handle your shit, you know how to manage your business. Well and good, fungua biashara yako. Lakini kama wewe ni employed, pia nipo kujijua. Mimi personally najua handle biashara labda ikuwe side hustle, but nataka kuwa in the employment scene. Okay. Kwa sasa I am in Shujaa Mall accounts. It's a very nice mall upcoming. Na tunaomba kuja mfungue mabiashara zenu iko. Yeah. Like, okay, but don't you think you're limiting yourself? Ukisema ati you're not for entrepreneurship. Do you think you're limiting yourself? Not really. Sababu hata kuwa manager pia ina depend. Yeah. Kwa manager you have already kuna watu wenye you are managing. So unaona hiyo si mimi yenyewe nimejifungulia kivyangu. I have people who are existing, they have what they are doing. Na sasa I am helping them. Okay. Human resource. There are people who need my help in payroll. Okay. Nini. So si mbaya but see outside of being employed like ama ni kama vile wanasemanga kama mtu ako na mkono ya biashara. Kama mkono ya biashara kuna mkono ya biashara. Na kama hauna uta struggle. Kama vile tuliona ile Kena akisema alifungua hoteli na watu walikuwa wanakuja kukula na kukula bure. Yeah. Mimi ni wale waishe na maybe schooling. Mtu ananiambia schooling background about your schooling. Sema sasa kwanza ni HR. Tuko na ma professions. Akasema sasa hii ana deal na accounting. Yeah. But in the line of HR. Kama mama biashara ijakukubali. But za do nini. I will still tap into that. Yeah. Yes. Okay. Career education wise, I have done diploma in business management. Ninasaidia currently. Human resource bado sijaitumia kabisa but I'm using it bado. Okay. Okay. So Dennis Opio. Yeah. Sasa wewe what do you have going on? Kuna kitu amesema ya maana sana your line. So ni kitu poa sana. And for me before pia mimi sikuwa najuaga like okay settle nifanye nini. But the moment una make that decision na kusettle kufanya kitu fulani ama kujijua na kujua line yako. Hapo ndo kuna journey fulani inajitaga self awareness and self realization. Yeah, true. So ukishajua kitu mob sana na mayouth wengi huku nje ni they really don't know what like they want. Yeah. All over. Even for me right now I might say like
maybe kuna vitu zenye sijui lakini niko na alignment na path flani. You understand? Okay. So for now me na work as a technical support. Basically stuff za IT kidogo ni. Okay. But I didn't start at that one. I started as a customer on my remote field. Generally ndo nasema juu corporate sijaika sana. Okay. Started with the customer service. Customer service vitu rahisi tu, vitu za kushika simu. Nini kuongea na mtu. Kids nasikia huko mnapo insurance za health kwa sababu masikio. Nashinda kwa simu. Not necessarily. Maybe ukifanya hapa Kenya kama CCI na salon utapigia Wafula pale unamdai pancha kupasha hadi usikie. Like like on the remote field it's different. Juu unapata vitu kama hizo insurance tu. Lakini si mainly because of that one. But the work environment itself, it's so conducive and it's so appealing and inakuwa huku grow. Basically even kuna rules zenye zina kuprotect. Like for me, what I do in my technical support role, we've got a clause that to protect sisi kama workers. If somebody tries to threaten or abuse me, niko na full authority ya kumwarn. All been protected by that law. That is a really good work environment. Niko na authority ya kufunga. Wewe mwenyewe kama my colleague, ukwe manager, ukwe nani. Kuna rules zinatugovern. Obviously ukisign contract kuna rules. There is a certain way you have to approach me. No. So hata hiyo like uki ni approach ile design unaona ni in French sexually kama hizo design uko nasema Kenya na office watu wanaditiana. Naweza kusuu. You see, so it's quite different from like the normal stuff that people are used to, because working even as a customer service like ni broad. Unajua customer service kuna customer service like for me apart from being a technical support I do live chats and email because that's where I started. Due to vitu nasoma and all that. Even sahi niko enrolled for software engineering course kuna kwambia before. Being that na target another bigger role. You understand? So like ina depend tu na work environment yako naweza say. Definitely. And a healthy work environment. Workspace. Mtu wana thrive sana. So generally hiyo ndo kitu na do. Apart from that nafanya nini ingine? A while back ulikuwa umesema about football. Maybe unaweza tuambia. Nilicheza Kenya. Wase wengi sana nimeinteract nao. Nile tu Kenya waseni wa deadly footer. Wewe ni mdeadly lakini unapata mtu mwingine hadi wewe mwenyewe ukikaa chini unasema umse pia. No. So competition is high, then the infrastructure obvious and the government and all that, it's quite hard for people to like really pursue it to a certain level, unaona? Alafu pia kuna kujuana ndani yake and all that. Understand? So bado kwa like football there is still connections. I feel kuna naitwanga ni favorism ama because the correct term ni gani? Nini? Iko favor was just people being biased. Hiyo. Kuna kitu kaa hiyo and so apart from that one business kidogo. Unajua business ni kitu ya maana. Tuambie kama me generally naweza sema kuna kitu alisema like you wanna be employed for like no not fully but una enjoy. So mi naweza tu ambia point blank mi sahi niko employed juu sina option. Mi sahi nikiweza pata mstiri mwenye ananipiga capsule like kama sahi my main goal ya this year ni being that design nimework. Actually gave this idea to one of my friends and then he ended up opening a company, then do ikaanza kukam, we were working with him, then akagrow greedy, do inageuza gawase, so I had to so I gave him like ukiwa hapa Kenya you can tap into the outside world. Money. Like say anaunda do, I'm sure anaingiza kaa 12,000 USD a week or anything. So running ya call center we can open it over here, tunaweza ifungua hapa. Na kuna industry yenye nimewako ni yenye najua like how we can maneuver. And being that internet iko, unajua internet makes the whole world ikue kama one. So using the internet kuna kuagana vitu zinaitwa kama Google Ads, paper. Unaona kaa venye sasa unadai kuoda chicken in hapa.
So ukisearch itakuletea the top, the best selling and all that. So same thing, kuna venye tunaweza ni venye siwezi share hiyo idea hapa mzee. I know, I get it. Tunaweza yeka US na tukue tuna receive hivyo phone call. Having a conversation na Mlami ni kitu poa, ni kitu rahisi. Unatueng tu kidogo. Unasikia kutueng yangu bado ni ya ugeto, lakini at least unasikia, unaona? Kidogo tu, lakini ukiongea tu ile plain hata what the fuck are you saying? Nakwambia hata kutusi hadi akwambia huko Afrika unanipia ni scam, unaona? Kidogo tu. So kitu kaa hiyo na look into. And apart from that, biz ndogo 1 to 3. That brings us to the end of episode 1. Thank you for watching. SP Entertainment, we deal on networking the youths, entrepreneurship, arts, sport, literally everything. Make sure you subscribe, like, share. Don't forget to put that notification bell on. And be sure to catch us here next for episode 2. I've been your host, Chebi.